Tunaendeleza alama za uakifishaji. Katika kipindi hiki tutakuwa tunaangazia alama ya ritifaa. Pia huitwa alama ya apostrofi au kibainishi. Matumizi yake, moja ni kuonesha maneno yanayowakilisha maana tofauti na maana ya kawaida au kinaya. Kwa mfano, mchezaji mashuhuri katika ritifaa alishindwa kuwania kikombe. Kwa hivyo ni kinaya mchezaji mashuhuri kushindwa. Mwalimu mkuu alionywa na walimu dhidi ya utovu wa nidhamu. Neno alionywa liko katika ritifaa kuonyesha ni kinaya ama kinyume na matarajio. Matumizi ya pili ni kuonesha herufi iliyoachwa nje au kufupisha maneno katika ushairi, hasa kwa kusudi la kutosheleza idadi ya mizani. Yani ufupisho ama inkisari. Kwa mfano, liloandikwa ndilo liwalo badala ya lililoandikwa. Kwa hivyo silabi li imeachwa. Mfano mwingine, alipata zawadi bili badala ya alipata. Kwa hivyo silabi ni silabi ya vokali moja. Tatu ni katika kuandika sauti ya ung'ong'o. Kwa mfano, sauti ng. Kwa mfano, ng'ombe wang'ang'a ameshiba. Hapa tunapata sauti ng. Pili ni tulisikia minong'ono kwa umbali. Kwa hivyo sauti ng ndio iliyo na ritifaa. Ndio inaitwa sauti ya ung'ong'o. Jina langu ni Mwalimu Linda.